Kwenye jamii watu wanazidi kuharibika, uovu unazidi kuongezeka. Leo utasikia viongozi wa serikali wanasema, viongozi wa dini mtusaidie, viongozi wa dini mtuombee. Viongozi wa dini nao wakiingia wanajikuta hawawezi, kwa sababu misingi imeshaharibika. Sasa watafanya nini? Msingi ambao Yesu Kristo aliweka, alisema msingi ni mmoja. Kama kweli unataka kumwacha mke wako, unaweza ukamwacha. Ikiwa umemkuta ni mzinzi, unaweza ukamwacha. Ila anasema ikiwa utamwacha, hakikisha wewe mwanamke haolewi wala halali na mwanaume mwingine, na wewe vile vile huoi wala haulali na mwanamke mwingine. Unaweza. Hii ni kanuni ya kimungu, kwa sababu yapo mambo ambayo yanaweza yakaruhusu kweli ndoa ikaweza kuvunjwa. Iwezekani mtu ana dhamira mbaya ya kuua mwenzake, kwa sababu Yesu alisema jambo linaloweza likatenganisha ndoa ni kifo, wala si binadamu, wala si sheria. Sheria ya Musa ililetwa watu wapewe taraka, kwa sababu mioyo ya watu ilikuwa ni migumu. Unayenitazama elewa, sheria ililetwa kwa sababu watu walikuwa ni watumwa, wameshazoea kule kwenye utumwa, watu walikuwa wanaachana. Bwana akaruhusu, Musa akaenda akaruhusiwa na Mungu wape taraka, kwa sababu watu hawa ninawachukia, ninataka wakose kuingia kwenye nchi ya Kanaani. Kwa hiyo wakawekewa sheria ambayo ni kitanzi kwao. Lakini sisi tulio ndani ya Kristo hatupo chini ya sheria ya taraka. Tupo chini ya sheria ya Roho wa Mungu, Roho wa Kristo ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa kumsikiliza Roho Mtakatifu, yeye ni sheria yetu sisi. Sheria ya Mungu, amri 10 za Mungu tunazitekeleza ndani ya mioyo yetu. Sisi Roho Mtakatifu anatufundisha yote, anatujulisha yote. Hapa hakuna kuachana, hakuna kuachwa. Hakuna kumtesa mme wako, hakuna kumtesa mke wako. Kuna majitu mengine ni mwanaume, ni mwanamke, lakini kwenye familia anamnyanyasa mmewe, anamnyanyasa mke wake. Hayo sio maadili. Kuna mtu mwingine na dhamira mbaya kwenye familia, anataka kumuua mmewe, anataka kumuua mkewe. Kisa inaweza ikawa ni mali, kisa ni wivu. Jitu lingine kwenye familia lina tamaa mbaya, ni mwanamke, ni mwanaume, una tamaa ya macho. Ni lazima urizike na mkeo na mmeo ambayo Mungu amekupatia. Na huu ndio taratibu, na hii ndio formula ambayo Mungu aliweka. Sasa kama ufuati formula, hautapata majibu. Njia unazotumia, hizo njia sio njia sahihi. Watu wa Mungu, turudi kwenye formula ya kimungu. Hata kwenye mila, kabla dini hasijapata nguvu, Kristo hajapata nguvu. Look, go back. Kulikuwa hamna masuala ya kuachana hivi. Haya ni masuala ambayo shetani amejiingiza, ameyaingiza. Mimi nakemea sawasawa na neno la Mungu, kama nilivyosoma neno la Mungu. Kristo Yesu anakataa kuachana. Kristo Yesu anakataa uasherati. Kristo Yesu anakataa uzinifu. Leo watu wanaachana. Utaona niliangalia kwenye chombo kimoja cha habari, wameonyesha takwimu kwamba matukio ya watu kuachana kwenye taifa letu yameongezeka. Wengine wanasema kwa sababu ya simu, wengine wanaachana kwa sababu ya message. Umeona message mbaya, unamwacha mwenzako. Mwingine video, mwingine kwa sababu ya mitandao ya kijamii. Acha nikuambie mama, baba, hapana kuachana. Mwingine anasema ndoa yangu imekuwa chungu, mme wangu ananichukia. Mimi nakuambia Mungu ambadilishe mme wako, nawe ubadilike. Hakuna cha mtu. Kama kuna mtu anamchukia mkewe ni dhambi. Kama unamchukia mmeo ni dhambi. Unaishije unamchukia mwenzako? Dhambi ya kwanza binadamu aliyefanya kwa binadamu mwenzake ni chuki. Alipoona Abeli amefanikiwa kutoa sadaka na kubaliwa mbele za Mungu, akamchukia ndugu yake. Ndani ya ndoa haitakiwi kuwemo chuki.
Haitaki mmoja awe na mambo yake, mwingine awe na mambo yake, ni lazima mtembee sambamba. Yesu akasema